Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel, ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Ubarikiwe wewe unayefuatilia vipindi hivi kutokea ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Ninakubariki katika jina la Yesu na Mungu akubariki sana. Leo nataka nizungumze kwa habari ya naendelea na lile somo la mzaliwa wa kwanza. Naendelea na somo la mzaliwa wa kwanza. Mungu akayaguse maisha yako katika viwango visivyo vya kawaida na ukafike viwango vikubwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Lizoka paliga anto reka pala gadia telemanga ya karabasuka telija karamantes. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 2. Maandiko yanasema, nitakasie kila mzaliwa wa kwanza, kila kinachofungua tumbo la uzazi miongoni mwa wana wa Israeli, wa wanadamu na wanyama pia. Mungu anatoa maagizo, nitakasie kila mzaliwa wa kwanza. Halafu anasema kila kinachofungua uzazi. Maana yake ni kwamba Mungu anatambua mzaliwa wa kwanza ni lango la kupitisha mafanikio, mzaliwa wa kwanza ni lango la kupitisha baraka. Kwa hiyo Mungu anaelewa kupitia mzaliwa wa kwanza ukombozi unaweza ukaingia kwenye familia kupitia mzaliwa wa kwanza. Laana inaweza ikaingia kupitia mzaliwa wa kwanza. Ndio maana Mungu anasema nitakasie. Nitakasie maana yake ni kwamba tenga, nitengee, nina kazi maalum. Kutakaswa ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza anatakiwa atakaswe. Kutakaswa pake ni kutengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Sasa ni wazaliwa wangapi wa kwanza wametakaswa kwa ajili ya kazi ya Bwana? Wengi hawajatakaswa, wengi hawajatengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu anaposema nitengee, maana yake ni kwamba kuna vitu haviwezi vikaingia kwenye familia kupitia mzaliwa wa pili. Lazima mzaliwa wa kwanza afanyike kama lango la kuweza kuachilia mafanikio yaweze kuingia kupitia mzaliwa wa kwanza. Na wewe unayenifuatilia hapa, kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, jitambue kuanzia leo wewe ni lango la kupitisha mambo ambayo Mungu anataka yatokee kwa wanaokufuata nyuma. Mzaliwa wa kwanza ni package, yeye ni agenda, amebeba agenda za kimungu ambazo inabidi zitembee kwenye familia yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, na Mungu akubariki sana. Lizoka parigates kama ante rike belinda karamadusa. Ukiendelea kitabu cha Hesabu ile sura ya, ukienda sura ya 3 mstari wa 13, maandiko yanasema, mstari wa 13 maandiko yanasema, kwa kuwa wazaliwa wa kwanza wote ni wangu, siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, naliwekwa wakfu kwa ajili yangu wazaliwa wa kwanza wote katika Israeli. Alafu anasema wa wanadamu na wa wanyama pia watakuwa wangu, mimi ndimi Bwana. Anasema kwa kuwa wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Mungu anasema hapo. Mungu anawaambia wana wa Israeli, wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Maana yake ni kwamba kuna vitu, maana yake ni kwamba Mungu anaposema mzaliwa wa kwanza ni wangu, ana maana ya kwamba kuna agenda Mungu anataka kuziachilia kwenye familia yako kupitia mzaliwa wa kwanza. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka kuviachilia kwenye ukoo wenu, anataka kuviachilia kwenye familia yako kupitia mzaliwa wa kwanza. Mungu anamtumia mzaliwa wa kwanza kama mlango wa kupitisha agenda zake ili ziweze kuingia kwenye familia yenu. Ndio maana angalia, mzaliwa wa kwanza akipata ndoa nzuri, na hawa wanaofuata wanakuwa na ndoa nzuri. Mzaliwa wa kwanza akipata kazi nzuri, na hawa wanaofuata wanakuwa na kazi nzuri. Maana yake ni kwamba kuna connection ambayo ipo kati ya mzaliwa wa kwanza na hawa wengine. Ni kama waya wa umeme. Ili uweze kutoa umeme sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inategemea na wiring yako umeisuka kiasi gani. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ni kiumbe ambacho kinafanyika kama daraja la wengine kuelekea kwenye agenda, kwenye destiny ambayo Mungu. Mzaliwa wa kwanza anabeba destiny katika familia. Yeye ndio destiny decider. Yeye anaamua mambo yaendaje. Shetani anapiga mzaliwa wa kwanza kuliko wazaliwa wengine, kwa sababu anaelewa akifunga mzaliwa wa kwanza amezuia. Ni kama vile wale wanaolima kwenye mashamba wanaelewa kuna mahali chanzo cha maji kinatoka. Ukitaka kutenga maji yasifike mahali fulani, badilisha chanzo kinaelekea sehemu nyingine, na utakuta kuna baadhi ya mashamba yanakosa maji. Ndivyo ilivyo kwa mzaliwa wa kwanza. Akibanwa mzaliwa wa kwanza, wengine mnaofuata nyuma mtaishi katika mazingira magumu yasiyokuwa na msaada. Na sio kwamba Mungu hawezi kuwasaidia. Mungu ili akusaidie anafuata kanuni zilizowekwa katika ulimwengu wa roho. Mungu hawezi kwenda tofauti na kanuni ambazo ameziweka, kwa sababu ni utaratibu wa rohoni. Kwa hiyo wewe unateseka leo kwa sababu kuna vitu kaka yako
ambaye ni wa kwanza kuzaliwa havijakamilika bado. Na wewe unapata shida leo kwa sababu dada yako yule wa kwanza kuzaliwa kuna vitu bado havijakaa sawa. Mungu akupe mwanzo mzuri katika jina la Yesu. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Mzaliwa wenu wa kwanza akafunguliwe katika jina la Yesu. Na hivi tunavyotamka sasa, malaika wanapita kurekebisha mambo yaliyopindapinda kwa yule mzaliwa wa kwanza, na Mungu anakwenda kufanya makubwa kwenye familia yenu katika jina la Yesu. Ripazike periamante rakabaya suka pariske meenteramasuka rekebe antaramazo karabadia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 ule mstari wa 17 unasema, lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule mke anayeachwa kwa kumpa sehemu 2 katika mali alionayo, kwa kuwa yeye ni mwanzo wa nguvu zake, haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake. Biblia inazungumza mpaka kwenye urithi juu ya mzaliwa wa kwanza, lakini nazungumzia kwa habari ya urithi ule wa rohoni. Kwa hiyo kuna urithi ambao Mungu anampa mzaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa roho ili aweze kusaidia hawa wengine ambao wanaenda. Na haki ya mzaliwa wa kwanza inaweza ikaibwa au ikanyang'anywa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo shetani leo ameteka haki za wazaliwa wa kwanza wengi, amefyeka, ameharibu, amesambaratisha. Ndio maana leo watu wengi wa kwanza kuzaliwa, ukiangalia maisha yao yamekuwa ni mabaya kuliko unavyodhani. Nini? Kuna vitu vimeibiwa katika ulimwengu wa roho, na Mungu anakwenda kurejesha hivyo vitu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Vinakwenda kurudi na unakwenda kuwa sawa. Mpango wa Mungu lazima ukatimie. Kila miamba iliyokamata mzaliwa wa kwanza ikapasuke katika jina la Yesu. Kila kifungo ambacho kimemshika mzaliwa wa kwanza wa familia yenu kinakwenda kuachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu anayeishi lepazika paragados aragamahante lemusika padiamante. Ukiangalia kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 inasema, yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Biblia inamtambua Yesu kama mzaliwa wa kwanza kwa sababu yeye ndio alikuja duniani katika mfano wa Mungu akawakilisha. Kwa hiyo yeye ni mzaliwa wa kwanza wa vitu vyote. Na mimi natamka mzaliwa wako wa kwanza akakufanikisha kwenye vitu vyote. Mzaliwa wa kwanza, mtoto wa kwanza uliyemzaa, yeye akafanyike baraka kwa wengine wote wanaofuata nyuma. Ziko baraka zinakwenda kutokea kwako, na achilia neema, na achilia baraka. Kila laana ambayo imemkamata mzaliwa wa kwanza ikamwachie katika jina la Yesu. Wakati Mungu anataka kuwatoa wana wa Israeli kwenye nchi ya utumwa, aliangalia ili Farao huyu aweze kuwaachia wanangu wana Israeli waondoke hapo, nipige mzaliwa wake wa kwanza, kwa sababu mzaliwa wa kwanza anawakilisha vitu vyote. Akipigwa mzaliwa wa kwanza, basi kila kitu kinasimama. Ndio maana Mungu akapiga mzaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri. Farao akashtuka, akajua vita iko serious. Vita ilianza kuwa serious baada ya mzaliwa wa kwanza kuzikwa kwenda chini. Na mimi natamka kila kitu ambacho kimekamata mzaliwa wako wa kwanza kikazikwe katika jina la Yesu, kikamwachie huyo mzaliwa wa kwanza aweze kuenenda. Kuna wazaliwa wa kwanza leo wamekamatwa na roho za ulevi kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Huyo mzaliwa wa kwanza aliyeshikwa na ulevi, kwa damu ya Yesu natoa hiyo roho ya ulevi, natoa hiyo roho ya uzinzi, natoa hiyo roho ya ushirikina katika jina la Yesu. Mungu akatokee kwenye familia yenu. Mungu akubariki sana. Yako maombi ambayo tunaendelea nayo ya kuhusu mzaliwa wa kwanza, na Mungu akubariki sana. Tunakukaribisha katika grupu la maombi ambao tupo nalo, na Mungu akakufanyia makubwa sana. Njoo na familia yako. Wewe ambaye ni wa kwanza kuzaliwa, jiungamanishe kwenye maombi. Na wewe ambaye tayari una watoto, kuna mtoto wa kwanza uliyemzaa, Mungu akamfanya huyo mtoto kuwa taifa kubwa, na Mungu akaachilie baraka. Njoo naye kwenye maombi huyo mtoto. Mwingine atasema niko mbali, basi tuko na grupu la WhatsApp na kuna namba ya simu ipo kwenye mtandao. Piga hiyo namba, utaungwa kwenye grupu la maombi, na Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel, ninakubariki katika jina la Yesu, amen.